Sasa kweli mimi nitaongea na wazazi wako. Toka nje matatizo hapa. Afra. Mbona umenifuata nyumbani? Kuna shida gani? Mimi hapa kuna kitu nilikuwa nataka nikwambie. Kitu gani hiko? Mimi usio kweli kadari sana tasielewaje. Nakuelewaga wewe tu. Uelewi nini? Mbona wenzako wote wanaelewa? Mimi sielewi tu, mimi nilikuwa nimekuja hapo nitakuja kunifundisha nyumbani. Lakini mbona wenzako wote wanafaulu? Wewe usome nyumbani? Yaani kusema kweli mimi hapa sielewi masomo yote, kasoma somo lako tu. Kwa hapo nimekuja uje kunifundisha na masomo mengine. Yaani nikufundisha humu kwangu? Wewe. Wazazi wanajua nyumbani? Wewe unataka kuletea matatizo wewe. Wewe utaletea matatizo na kuona kabisa wewe. Umesikia, utaletea matatizo. Sasa unasikia? Ngoja kwanza niongee na baba yako na mama yako, tujue tunafanyaje. Halafu wewe ndio nitakuwa nakuja kukufundishia kwenu. Utanitafutia matatizo. Mwalimu. Vipi unaita ukali mpaka nyumbani? Mambo hayo lete shule. Mwanafunzi kaje, usini mwanafunzi wako. Ndugu yangu, huyu mtoto anasema akiwa shuleni haelewi. Amekuja niwe namfundishia ndani. Yaani anatoka nyumbani kwao aje hapa mfundishe? Kwangu mimi. Eti binti ulikuwa unasemaje? Mimi ndo nilikuwa nimekuja kumfuata mwalimu. Mimi nikiwa shuleni sielewi, kwao ananifundisha masomo mengine. Yaani kwamba ukiwa na wenzako shule huelewi, ila unataka mwalimu akufundishe hapa kwake? Ndio. Kwa hiyo ukiwa na mwalimu utaelewa. Ila mkiwa shule na wenzako hamuelewi. Ndugu yangu, una miaka mingapi? Sasa hivi na miaka 40 kaka. Miaka 40. Ndio. Ikitokea Mwenyezi Mungu kakupa shifaa ya miaka 30 utakuwa na miaka mingapi? Hiyo inakuwa 70. 70. Ndio. Kwa uungwana nilokuwa nao, kwa udugu tulokuwa nao mimi na wewe, nitafululiza wiki 2 tu kuja kukuona ndugu yangu. Una maana gani? Nitafululiza wiki 2 tu kibinadamu kuja kukuona huko. Una maana gani? Mimi naenda basi ndugu yangu, jioni njema. Kaka tuyajenge kaka. Tutajenga akishabomoka. Wewe. Sasa kweli mimi nitaongea na wazazi wako.